ombeni nani mpewa trusteni nani mtafanyaje? Mtaona. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tokea nimefika madhabahuni Mungu anatendea mambo makubwa sana. Jambo la kwanza nilikuja katika madhabahuni na mtaji wangu moja ambao nilikuwa nawaza kwa maneno kwa mapofu. Lakini namshukuru Mungu nilipofika madhabahuni nikamwambia Mungu ninajikabidhi mbele yako. Nimehitaji unisaidie juu ya hili tatizo nililonalo. Nilikuwa nina HIV. Lakini nilipokanyaga madhabahuni HIV ilikwisha. Jambo la pili, mwanangu alikuwa na tatizo moja. Inapofikia muda wa kwenda kwenye mtihani inakuwa vibaya sana. Yaani anaingia kwenye mtihani, mimi ninakuwa niko mazingira ya shule. Ina maana anapotoka kwenye mtihani ninampa Panadol, ninampa vijuisi, ndio anakuja darasani kufanya mtihani. Ile ikaenda, baadaye nikasema subiri. Studio. Yaani unasema ulikuwa na ugonjwa wa HIV. Baada ya kufika kwenye madhabahu hii, nilipokwenda kupima baada ya muda siku unaweza ukakumbuka umekuja mwaka gani Mariamu? Nafikiri ilikuwa ni mwaka, nafikiri hapa na kama mwaka mmoja, ni kama miaka miwili sasa na mwezi nimefika hapa. Kwa sababu nakumbuka nilikuja hapa ilikuwa mwezi wa pili. Ni miaka mitatu sasa inaenda nafikiri. Baada ya hapo ndani, ina maana nilipofika mahali hapa ndani ya baada ya mwaka mmoja nikaja kukuta tatizo limefanyaje? Limeisha. Yesu. Tatizo mnaweza kulimaliza. Na hili tatizo linalomkumba mwanangu anapofikia kipindi cha mtihani, anakuwa anazimia, yani anakuwa anaugua. Ina maana anapoumwa, mtu unajua unapofanya mtihani unaumwa ni changamoto, ufaulu mzuri ni kazi ngumu sana. Siku moja nikawaza, nikasema nifanyeje? Nikampigia simu mchungaji. Nikamwambia mwanangu anaumwa. Nikamwambia tatizo mimi nimechoka. Najua kama Mungu alimsaidia juu ya hili, na hivi najua Mungu atafanyaje? Atanisaidia. Mchungaji maskini ya kwamba ya baba wa watu. Akaniambia kwani uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Nikamwambia mwende kanisani kwa mtoto. Ilikuwa ni kama mida ya saa 5 hivi nafikiri. Nikamkuta mchungaji maskini alisubiri hapa. Akamwombea mwanangu alitapika. Alitoa vitu vichafu sana. Mpaka mwenyewe niliogopa. Kabisa mchungaji tufanyaje? Akasema sasa nenda naye nyumbani, uende upeleke hospitali ya pime malaria, apime vipimo vyote. Ikionekana kuna tatizo, aendelee na nini? Na dawa. Baadaye utalipa kitakachoendelea. Akamwambia mchungaji sawa. Nikampeleka hospitali wakati na malaria, tukapewa dawa za malaria, tukarudi nyumbani. Ninachokuambia kuanzia muda huo ambao mchungaji alinihudumia, mwanangu sasa hivi hana shida tena. Pigie Yesu makofi kwa sababu. Haleluya. Nani ametenda? Yaani anakuwa hana ugonjwa wowote na anakuwa mzuri. Na ni muda gani sasa umepita tangia ulipomleta Mariamu? Kipindi hicho ninamleta mahali hapa, ana hilo tatizo, alikuwa kwenye mtihani ya darasa la 7. Ina maana mtihani wa kwanza wa darasa la 7, ile mtihani ya mokomoko ile kabla ya taifa, ndio tatizo. Nikasema sasa hapana, niende kwa mchungaji anisaidie juu ya hili tatizo. Ilikuwa ni kwenye mtihani ya mwanzoni, sio ile ya mwisho. Ile ya mwisho alikuwa mtihani kuanzia hapo, yani mpaka dakika hii. Kipindi cha mtihani kinapofika anafanya mtihani mzima, yani anakuwa aumwi tena. Amen.